Hello, inakuaje? Bana, niko hapa leo ku-clear kitu kimoja, kwa sababu nimeona comment nyingi sana ambazo watu wana comment kwenye engo ya kama kunilaumu sometimes, kwa sababu wanasema kwa nini, kulingana na post yangu ambayo nimepost kwamba nimemjengea mama nyumba. Sasa kuna some people wana post kwamba kwa nini mama na asiwe baba. So inaniumiza kumjibu mmoja, unajua it's too hard kumjibu mmoja. Alafu comment ni nyingi. Watu washakuaga wengi. Kama watu maarufu wakifanya kitu yeye amefanya kwa ajili ya mama, akifanya kitu amefanya kwa ajili ya mama. So ina maana baba hana nguvu au baba sio mzazi. No. Baba ni mzazi. Kwa sababu hata mimi sasa hivi ni baba, umeona. So baba ni mzazi na ana sifa zote, umeona. Lakini ukija kwenye maisha halisi ya familia, ni baba ambaye anatoka kwenda kumtafutia mama. Sijui unanielewa? Kwa hiyo hata tukiwa tu mbali ya kuwa sisi kama watoto kuwajengea wazazi wetu kina mama, lakini hata wenyewe wanapoishi huwa baba anatoka kwenda kumtafutia mama, umeona, na anamtafutia kwa moyo mmoja. Sijui unanielewa? Kwa hiyo kumbe wazazi wetu au mama zetu ni watu walikuwa wamepangwa kutafutiwa. Japokuwa nowadays watu wanapambana wenyewe, kina mama wanapambana wenyewe, au wanawake kwa ujumla wanapambana wenyewe, lakini sheria ni kwamba kina mama watafutiwe. Lakini hicho ni cha kwanza tu, ni kama nimetoa kama option. Lakini kuhusu mimi, ukweli wangu mimi kwamba mimi babangu alishafariki toka 2010, umeona. Kwa hiyo endapo angekuwa hai, basi ningesema namwajengea wazazi wangu hichi kibanda, umeona. Lakini kwa sababu alishafariki ndio maana nimesema mama. So ni clear hapo. Kwa hiyo si kwamba nimebagua mtu, hapana. Lakini kitu kingine, kwa historia fupi tu ya mimi na babangu. Mimi babangu nimemfahamu nikiwa na miaka 13. Umeona? Kwa hiyo tu hakika kwamba hata ule upendo kweli ningekuwa nao, lakini nisingekuwa nao kama ninavyompenda mama au bibi yangu ambaye amenilea. Huo ndio ukweli. Nimemuona nikiwa na miaka 13. Na nilimuona baada ya kuwa nimezidiwa shule kwamba natakiwa ni madaftari, alafu uwezo sina, nilikuwa naishi na bibi yangu, umeona. Kwa kaniambia mnenda kwa baba yako akakununulia madaftari. Nilienda, nakumbuka that time nilienda tukumwambia mzee anipe shilingi 3000. Lakini nilikaa 1 month ndio nikapata shilingi 3000 ya madaftari. Niliambiwa nisubiri, hana hela. Kwa nilikaa mwezi. Lakini kwa macho yangu na akili zangu nilikuwa naona mzee ana hela, lakini tu alitaka kidogo nisijui ni hasa au vipi. Sasa ile shilingi 3000 ndio hela ambayo nimekula kwa mzazi wangu, yani kwa babangu mimi, since I was born. Sijui unanielewa? Mpaka leo hii sijawahi pata 100. Mpaka mzee kaondoka nimetumia shilingi 3000. Si mzungumzi kwa ubaya, hapana. Na sitaki kujua yeye na mama yangu, kwa sababu mimi mama na mzee wangu walitengana. Sikutaka kujua walitengana kwa sababu gani. Na sitaki kumweka kwenye ubaya. Na najua kwa nini kulikuwa kuna matunzo hafifu, kwa sababu sikuishi naye. So na mimi kulingana na hicho kitu ambacho nimekiona, najitahidi mimi kuwa baba bora kwa watoto wangu au kizazi changu kitakachokuja.
kwa sababu sijapenda yale malezi ambayo niliyapata kutoka kwa mzazi wangu upande wa baba. Sikupenda. Kwa nilitamani siku moja na mimi kwamba hata kama nitakachukua na kifaa hichi kakupa babako, hichi kakununulia babako, hichi hivyo, hata kama simuoni, lakini ile hichi kafanya babako, hichi kafanya, ingekuwa inanipa nguvu. Kwa hiyo hata mimi najifunza kwamba kumbe nikiwa karibu na watoto wangu au nikimtunza mtoto wangu ndipo nitakokuwa napata ile power ya mwanangu akikua anione kama mzazi. Hivyo tu. Lakini pia na uhakika angekuepo ningefanya mazuri, nisingeweza kutengeneza hizo picha kwamba kuna hichi hapana. Kwa hiyo nimefanya kwa mama kwa sababu babangu alishafariki toka kitambo. Hivyo tu ndugu zangu, mne comment malalamiko au mne comment, kuna wengine hadi wanatukana, lakini the clear is that mzee wangu alishafariki.